Shalom, shalom wana wa Mungu, Bwana Yesu asifiwe. Na wasalimu katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Basi imekuwa ni furaha yangu sana jioni ya leo nikuletea ujumbe wa neno la Mungu, na kutoka katika kile kitabu cha Warumi 10 na mstari wa 9. Maneno ambayo yamezoeleka, tumesikia mahali pengi, pengine kwenye redio, tumesikia watumishi wa Mungu wakiwa wanahubiri, na tumesikia kwenye semina mbalimbali wakihubiri habari hiyo. Lakini nami nimeona ni vema kabisa siku ya leo nikakuletea ujumbe huu, ya kwamba kwa sababu ukimkiri Yesu Kristo kuwa ni Bwana na Mwokozi wa maisha yako, unapokea kitu kinachoitwa wokovu. Sasa nami nianzie hapo kwenye neno wokovu. Wokovu leo nitazungumzia katika sura ya vazi linaloondoa aibu. Wokovu naweza nikalisemea kama vazi ambalo linaweza likamuondolea mtu aibu. Na kwa nini nimesema vazi linaweza kumuondolea mtu aibu? Kwa sababu wokovu huwa unasitiri. Wokovu una tabia ya kumsitiri mtu, na ukiupokea wokovu unasitirika katika jina la Yesu Kristo. Basi ni kueleze kwamba na kwa nini niseme kwamba wokovu unasitiri, wokovu unaondoa aibu. Sikiliza, maisha ya dhambi ni sawa na mtu ambaye anaishi bila nguo. Maisha ya dhambi ni sawa na mtu anayeweza kutembea uchi, na uchi ni aibu. Mtu anapokuwa anatembea akiwa hajavaa nguo, sidhani kama anaweza akawa katika hali ya kawaida. Mtu huyu ni lazima atakuwa katika hali ya hofu. Niliwahi kusikia msemo mmoja zamani zile tukiwa tunasoma. Mwalimu wetu mmoja alikuwa anapenda sana kututania. Akifika mahali darasani akaona kuna mtu labda anaulizwa swali akashindwa kulijibu vizuri, akaonekana ni mtu mwenye aibu, alikuwa anapenda sana kutania kwamba unaogea nje. Kwa hiyo mtu mwenye maisha ya dhambi ni sawa na mtu ambaye amejivika aibu. Sasa wokovu unapokuja una tabia ya kuondoa dhambi ndani ya moyo wa mtu. Kwa maana hii kwamba wokovu huwa una tabia ya kuondoa aibu. Kwa hiyo mkiri Yesu Kristo Bwana katika maisha yako. Mkiri Yesu Kristo kuwa Mwokozi wa maisha yako, na aibu itaondoka. Bwana Yesu asifiwe. Jina la Bwana libarikiwe. Naamini popote ulipo unanisikia, yawezekana upo katika shughuli zako binafsi, unaweza kuwa unafuatilia chaneli hii. Basi ili kuendelea kujifunza zaidi, unaweza ukashare, ukacomment na kusubscribe, ili kusudi tuweze kuendelea kuyapata mengi zaidi kwa habari ya Injili.